Mambo vipi wa Tanzania? Mambo vipi? So kitu ambacho nataka tuongelee ni kitu ambacho nataka niulize. Yes. Ni vipi kwa sisi wa Afrika kuamini kwamba dini, Ukristo, Uislamu, dini aina yote kwamba ililetwa na Mungu? Ikiwa mwanangu unaweza kunisaidia hapo. Yeah. So okay. Labda tuanze na mambo kabisa jinsi yalivyoanza, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba jinsi ukoloni ulivyoanza ni wazungu waliingia tuna mabunduki na ukoloni kaanzia hapo, lakini kusema ukweli ni kwamba ukoloni haukuanzia hapo. Ukoloni umeanza karibia hata miaka 300 hivi nyuma kabla ya ukoloni wenyewe kuanza. Umeona? Ya kitu kilichofanyika ni kwamba kabla kabisa ukoloni kuanza walikuja explore wasafiri walikuja kwa ajili ya kuexplore hii continent ya Afrika, kwa sababu kama unakumbuka kwenye history palikuwa na kingdom kama Tartarians. Unaona? Kwa kifupi ni kwamba wao wanajua historia ya mtu mweusi, wanajua mtu mweusi ameishi duniani kote. Umeona? Mtu mweusi ameishi duniani kote, kwa sababu kama nikupeleka haraka kwanza kwenye story, mtu mzungu tangu amekuwepo duniani ni miaka 6000 tu, na ndio maana wana force kwamba historia yote ibase kwao, na kiangalia historia inaonyesha binadamu ameexist duniani kwa miaka 6000 na bla bla story kama hizo. Lakini mtu mzungu ametengenezwa na mtu mweusi. Mzungu hakutengenezwa na Mungu. Mzungu sio binadamu kama watu wengi wanavyoamini. Siongele kwenye dini wala sitaki mtu, kama unaweza pia unaweza comment ukatuambia, lakini usifikirie kwenye dini zaidi, kwa sababu unapoingiza kwenye dini inakuwa highlight ile muamko kama tunataka. Unaona? Kwa mzungu alitengenezwa na mtu mweusi, alitengenezwa kwenye library, alitengenezwa na Dr. Yakubu ambao kwenye Biblia wanamuita Jacobo na vitu kama hivyo. Ile jamaa alikuwa ni mwanasayansi mkubwa sana kwa kipindi hicho, na yeye ndio mtu wa kwanza kutengeneza mzungu. Umeona? Akamtengeneza mzungu. Kwa hiyo ndio jinsi ilivyoanza hapo. Kwa hiyo kwa miaka wazungu wameshaishi, walikuwa wanaishi, bado walikuwa wanaishi kwenye Caucasus Mountain, kwenye ma cave, ambapo ukiangalia story nzima wanapoongea historia ya binadamu ina base kwenye historia yao. Wao walikuwa wanaishi kwenye ma cave na hivyo. Kwa hiyo Tartarians walikuwa wanatawala dunia kwa kipindi hicho. Tartarian Empire ikaja kavunjika, baadaye tukaja kwa na empire nyingine Moors, wanaona pia walikuwa wanatawala dunia. Kwa hiyo wale ndo wakamtoa mzungu kwenye mapango, especially Moors, wakamtoa mzungu kwenye mapango, wakaanza kuishi nao, wakafundisha life inavyoenda, civilization. Umeona? Baadaye sasa mzungu baadaye alipokuja naye take over, ambapo ni Greek kaja take over, kitu cha kwanza wao walituma tunaweza tukasema kama watalii, exposure, wakaja Afrika pa kutembea. Walivyokuta ile hali ya Afrika, hao jamaa wakasema no, hao jamaa hatuwezi kuingilia kwa jinsi tunavyofikiria, hatuwezi divide kwa sababu wako united kuanzia kwenye belief. Unaona? Kwa Afrika ilikuwa hivyo, ni kama heaven, ilikuwa ni mbinguni kwa kifupi. Kwa hiyo wale jamaa walichokifanya, kwanza wakaishi na sisi, baadaye wakaja ma missionaries. Kwa hiyo walipopeleka ripoti wakaja ma missionary ndio wakaja sana dini sasa. Unaona? Akaanza kututoa kwenye belief tulizokuepo, wanatoa kwenye belief zao, ambapo dini ya kwanza ilikuwa ni Ukristo kwanza, kwa sababu Ukristo ilikuwa ni dini yao, ilikuwa ni kutoka kwenye upagani. Umeona? Kwa hiyo wakawa tufundisha mila zile za kipagani, wanaita Ukristo. Unaona? Kwa sababu hakuna dini inaitwa Kristo. Kristo, unaona kwenye ubongo wako hapa kwenye paniagram hapa kuna kitu kinaitwa Christ. Unaona? Crystal. Unaona? Kwa unapo activate consciousness yako inapokuwa kwenye high level, ndio ile Christ, ile crystal inakuwa active, ndio hapo mtu anaweza kufanya vitu beyond explanation, kama magic, kama vile Yesu alikuwa anafanya. Na ukiangalia Yesu ni jina ambalo alipo, sitaki kuingilia kwa sababu sio story yetu, tunaongelea jinsi gani tulivyotawaliwa. Kwa wale jamaa walichokifanya wao walivyo to divide sasa kwenye belief na nini, ilichukua kama miaka 200 kwanza kujenga tu dini kwanza iwe strong. Alafu baada ya hapo sasa
ndio tayari sisi tuko divided tayari. Wewe kabila hili, wewe unaabudu ule pale, wewe unaabudu shetani. Kwa hiyo miungu ambayo tuko naabudu, wao kwa walikuwa wanaona kama ni shetani, kwa hiyo ni chafu, unaona disgrace. Yani ukiwa naabudu mizimu inaonekana ni kwa wakatetea dini, lakini ukiangalia katika dini bado tunaabudu mizimu. Unaona, tunaabudu ancestors, tunaabudu akina Ibrahim, akina nani, hatuwajui sisi watu, lakini tunawaabudu. Unaona, na dini kitabu Biblia, kwanza Biblia imeandikwa na watu akuja na Mungu, na Uislamu umetoka kwenye Kristo. Na mara nyingi sipendi kuongea Uislamu kwa sababu Uislamu ni kitu kipya tu, ni ofisi nyingine kutoka kwenye, yani panakuwa na main office alafu panakuja kuna ofisi ndogo. Kwa Uislamu na Ukristo, Buddhism, Rastafarians, hizo zote ni ukiangalia watu walioanzisha, mfano kama Mtume Muhammad alikuwa 33 degrees Freemason, umeona kipindi hicho kabisa. Naona alafu tukaja na huyu jamaa alianzisha Jehovah's Witnesses na Pentecostals, Baptist, hizo zote madhehebu yote. Okay, ukatuangalia kwa kifupi, hivyo ndio jinsi walivyotutawala. Kwa hiyo walivyomaliza kutudivide, kwa sisi binafsi kwanza tuko divided, alafu ndio sasa wakaingia sasa kimilitary, kwa sababu tuko divided afu tuko weak, umeona, hatakuwa na silaha za kutosha. Kwa wakaingia na akaweza kutudivide, wakaweza kutukonka kwa namna hiyo. Na ukoloni umeanza miaka mingi sana, tofauti na watu wanavyojua. Ukoloni umeanza karibia miaka 700 kabla ya ukoloni huu mwandiko za historia, umeona, kwa sababu watu wengi walikuwa wanatoka kipindi hicho ilikuwa ni ukoloni, watu wanatoka hapa wanaenda nchi za Kiarabu, wanapelekwa nchi za Kiarabu, alafu wanapelekwa nchi za southern part of America kama Brazil, Mexico. Maana ndio maana unakuta majority ya watu kule ni Waafrika, na asili yao, wengi wao asili yao ni kutoka East Africa. Unaona, especially tukiongelea Waarabu, Arabians, unaona wa China wote huko. Ndio hivyo. Okay, hiyo ni story nyingine, lakini nafikiri kwa fupi ni kwamba ukoloni au kuingia tuna bunduki siku hiyo, lakini dini ndio ilitudivide, na mpaka sasa tunaona dini endelea kutudivide. Please to follow kujifunza mengi. Asante.